Amen. Ndio kijana kumwambia sio sura yako hiyo. Wakati unaolewa kuwa na sura hiyo. Amen. Wakati unaoa kuwa na sura hiyo. Amen. Hiyo sio sura yako hiyo. Tunahitaji uso wa apple face, sio lemon face. Amen. Una sura ya limao, kunjua uso wako. Amen. Haleluya. Moyo uliochangamka ni dawa njema. Mithali sura ya 17 mstari wa 22. Moyo uliochangamka ni dawa njema. Nafurahia sana anachangamka mtoto wa Ndaragaseba yuko wapi? Ndaragaseba alikuwa rafiki yetu miaka ya nyuma. Yule nafurahi kukuona. Sisi tulikuwa watu wa dansi miaka ile tunaenda kabla Yesu hajakutana na sisi. Naimba uzuri wangu wa tausi, barikiwa kwangu kawaida. Amen. Amen. Ndio tulikutana kwa tunaongea Lingala, sasa malamu. Yesu zalima nabuka moko. Amen. Zambe simba ngai malamu. Amen. Leo tunafurahi kumwona mtoto wa Ndaragaseba. Yeye alikuwa kule Tanzania. Mungu awabariki sana ndugu zangu. Mimi nilitaka nije niwaone tu, sio kuhubiri. Ningewaona tu ningefurahi sana. Mko moyoni mwangu. Amen. Ninyi ni watu mayele mingi, motema pembe, azali malamu mingi. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengine wala hawaumwi. Moyo umegoma. Wala umwi, wala una ugonjwa. Ni moyo umegoma. Mpaka wako wanakuuliza unaumwa? Unafikiri sifa, ala sio unaumwa? Ala moyo umegoma. Amen. Unjua moyo wako. Amen. Motema pembe. Amen. Amen. Tombola na mukili omoni makamu. Bwana asifiwe. Basi ya mwana mubali. Amen. Amen. Niko Lukumba, niko Marekani. Kisha nikaisifu furaha kwa kuwa mwanadamu hana neno lolote lililo jema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 15a. Kanisani na nyumbani ni mahali pa kucheka. Amen. Amen. Tena kucheka jiachie. Amen. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 15a. Cheka jiachie hata kama huna meno ya mbele. Usicheke kama yale magari ya zamani. Cheka jiachie. Hapa ni mahali pa kufurahi. Amen. Cheka kwa nguvu. Kule kwetu kuna watu hawana fedha lakini wanacheka kwa nguvu. Mbagala Burundi mpaka nyumba ya 4 utasikia hawana hela lakini wanacheka. Amen. Kuna watu wanacheka kibosi wanakufa mapema. Hapa ni mahali pa kufurahi katika nyumba ya Bwana. Ndio maana mwishoni tunasema nendeni kwa amani ya Bwana. Una amani unaenda, unaenda utaipata Jumapili ijayo. Nenda. Nani amekwambia uje bila ya amani hapa? Amen. Unanipa muda gani? Dakika 30 mtalivumia, dakika 30. Nipeni kama 30 hivi. Kila jambo kwa kiasi. Amen. Amen. Urefu kiasi, ufupi kiasi. Kwa mrefu sana ukitembea kama unaogelea. Ukiwa mfupi ukivaa kaptula kama uko high school. Lakini kwa kiasi wapendwa. Amen. Bwana asifiwe. Kila jambo kwa kiasi. Matunda 9 Roho Mtakatifu kwa Galatia 5:22-23. Galatia 5:22-23. Ile 23 kuna matunda mawili, upole, kiasi. Self control. Mwingine ukimwambia ombea chakula anaombea mpaka vita vya Ukraine, anaombea mahindi, anaombea hana kiasi. Mpaka mnafungua macho mnamwangalia hajamaliza maombi tu. Amen. Kila jambo kwa kiasi. Urefu umbaji, wembamba fahari, unene kupenda, ufupi maonyesho. Kimo changu ikinitua, ukiniona hapa tua ikikimwa. Amen. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Utoto utumwa, ujana maswali, uzee uchovu. Amen. Wewe nisome neno kwenye Hebrew. Kwenye Hebrew, Waebrania sura ya 12
Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Waebrania, Hebrews chapter 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nafurahi kukuona wachungaji, nafurahi kukuona Patrick na mke wako. Mungu awabariki sana. Amen. Waebrania ngapi? 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kama hujaona tulia, usifungue Biblia nusu. Wengine wanafungua hivi hajapaona huko. Biblia inasema basi na sisi pia kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustamili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye alistamili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Amen. Topic yetu tunasema hatuchoki. Amen. Mwambie jirani yako, neighbor, mwambie hatuchoki. Hatuchoki na hatujuti. Amen. Haya ni maisha Mungu ametupa kama zawadi. Hatuchoki na hatujuti. Amen. Tunasonga mbele. Rumi sura ya 11 mstari wa 29. Rumi 11:29 anasema kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala wito wake. Hatujuti. Mwambie jirani yako hatujuti. Mume uliye naye ni zawadi, hajuti mtu hapa. Amen. Mke uliye naye ni zawadi, hajuti mtu hapa. Amen. Mimi mke wangu aliniona bonge la toro, ameniona mfupi kitandani, kumbe wewe mfupi za Yesu. Amen. Hatujuti kwa jina la Yesu. Zawadi ni zawadi. Amen. Kanisa tunalosali ni zawadi Mungu ametupa. Tunasonga mbele. Amen. Nashukuru kwa kuniita. Nilifikia Minnesota. Nyinyi mmeniwezesha kuja huku Amerika. Nilipotoka Minnesota nikaenda St. Louis, nikaenda San Antonio, nikateremka Dallas, nikaja Houston niko Chicago, kutoka Chicago naenda Arizona, North Carolina naenda California, Ohio, Columbus, Kansas City. Hallelujah. Kutoka Kansas City narudi tena Minnesota, Tanzania. Mpaka January 2025. Amen. So 2025. Amen. January. Kwa hiyo karibuni Tanzania wapendwa. Amen. Mtu yoyote atakayekuja Tanzania akifika airport anipigie simu, nitamfuata. Amen. Mungu ameniongezea ndugu. Amen. Ujue sisi kwenye kanisa ni ndugu. Mwambie jirani yako wewe ni ndugu yangu. Huyu ni ndugu yako. Wewe usifanye mchezo na ndugu. Biblia inasema rafiki hupenda siku zote. Ndugu amezaliwa kwa wakati wa taabu. Ukipata taabu hapa hao watasimama. Amen. Hawatakuacha. Udugu ni sawa na taka ya goti. Hata ule madawa ya kujichukua goti aliwe jeupe. Ukiona goti jeupe unajua ushakufa tayari, ndani umeoza. Amen. Kila mtu akae kwake, kila mtu ale chake. Kwenye matatizo ndugu wanakutana. Amen. Ninyi ni ndugu. Mwambie jirani yako wewe ni ndugu yangu. Rafiki atakupenda, atakwambia achana na ndugu zako, achana na wote wana maana. Ukianza kuumwa, anakuuliza una namba ya simu ndugu yako? Amen. Sisi ni ndugu. Mimi nimeongeza idadi ya ndugu. Samson nani huyu ni ndugu yangu kabisa.
Nimempenda huyu mtu sana. Huyu ni humble, mnyenyekevu mno. Huyu sana. Mimi wakati mwingine napandisha mori ananituliza. Wewe ananja tulia na kimo chako cha maandamano. Amen. Unajua unaweza ukaona kama unasema neno dogo kwa mtu mwenye matatizo, lakini ukipeleka neno la faraja linakuwa kubwa zaidi ya ndege ya kivita. Anatembea na anaweza ukaona unasema neno la kawaida. Amen. Ukinitia moyo kwenye matatizo, unanitengeneza kusonga mbele kwenye safari ya maisha. Haleluya. Haleluya. Anaandika kwenye Waebrania, basi nasi kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyokuwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Mtafakarini sana yeye. Amen. Aliyestamili mapingamizi na kutenda dhambi juu ya nafsi zao. Amen. Akaidharau aibu kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Amen. Tunamtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Ukuja kumtazama mchungaji Ananja. Mchungaji Ananja ni mtu wa kawaida, atapita. Manabii watapita. Mitume watapita. Atabaki Yesu peke yake. Ni yule jana na leo na hata milele. Amen. Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Amen. Amen. Na nikwambie Mungu, dunia hii ina maswali. Walioolewa wana maswali, wasiooa wana maswali. Hata wewe ulioa unasema hivi, mwanamke ni wa kwangu, mbona simuelewi? Wewe una maswali. Umeoa tu na maswali. Hivi niachane tusiachane? Divorce nikae niondoke? Hata kanisa unasema niondoke au nibaki? Unamuuliza nani? Amen. Hii dunia ya maswali. Hutapata majibu duniani kwa mwanadamu. Yule unamuuliza pia ana maswali. Ukiniuliza mimi nina maswali juu ya watoto wangu, na hata mimi mwenyewe nina maswali. Najiuliza nitamalizaje maisha umri huu, raia wa nchi mbili, mbinguni na duniani. Naota ndoto za mbinguni umri huu. Na maswali pia. Mwenye majibu ya maswali yetu ni Mungu. Anayejua safari yako ya maisha. Amen. Aliyejua siku moja utakuja Marekani ni Mungu peke yake. Wenzio bado wapo Afrika. Amen. Wanapambana kuja Amerika. Mungu ameruhusu uje Marekani. Yeye ndo anajua safari yako ya maisha. Weka maisha yako mikononi mwake. Amen. Anaandika Ayubu 23:10. Ayubu sura ya 23 mstari wa 10. Anasema lakini yeye aijua njia niendeayo, na kisha nijaribu nikatoka kama dhahabu. Mitihani kwenye maisha ni lazima. Kama hutaki majaribu, nenda makaburini. Hakuna taksi, hakuna nini. Kama unaishi duniani, majaribu ni lazima. Amen. Hutaki majaribu, hutaki mitihani, nenda kaburini. Hakuna taksi, hakuna chochote, wala upigiwi simu makaburini. Hapa duniani majaribu ni lazima, mitihani ni lazima. Mungu akupe hatua ya kusonga mbele. Tazame Yesu. Amen. Mwenye majibu ya maswali yako ni Mungu. Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 5. Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 5. Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada kutoka patakatifu pake na kukutengeneza toka Sayuni. Mstari wa 3, azikumbuke sadaka zako zote na kutakabari dhambi zako. Mstari wa 4, akujalie kwa kadiri ya haja moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Mstari wa 5, kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu, tuushangilie wokovu wako. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Tunateremsha bendera ya magonjwa, bendera ya magomvi na kukata tamaa, bendera ya kichawi. Tunapandisha bendera ya Yesu ya ushindi kwa jina la Yesu. Pandisha bendera ya Yesu. Sisi ni washindi zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu. Amen. Acha hofu. Katikati ya wachawi yuko Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Anaandika kwenye Rumi sura ya 8 mstari wa 15, wa 16, wa 18, wa 26, wa 28, wa 31, wa 37. Rumi sura ya 8 mstari wa 15, wa 16, wa 18, wa 26, wa 28, wa 31, wa 37. Ule mstari wa 15 anasema hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu,
tumepokea roho ya wana ambao kwa hiyo talia yani baba, tuwarithi pamoja na Kristo. Mstari wa 16 anasema roho zetu na roho wa Mungu ushuhudia ndani yetu kwamba sisi wana wa Mungu. Wewe mwenyewe ndio unajua barabara ikilia unaenda au uendi. Amen. Unaweza hapa ukaimba haleluya, tutaimba mbele za Bwana. Moyoni unajua barabara ikilia siendi. Amen. Haleluya. Haleluya. Roho zetu na roho wa Mungu ushuhudia ndani yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Mstari wa 18 na hesabu mateso ya wakati huu sasa si kitu kuliko utukufu ule utakaofunuliwa baadaye, iko heshima mbele yetu kwa jina la Yesu. Mstari wa 26 kadhalika roho tusaidia kuomba kwetu, maana hatujui kuomba ipasavyo. Huugua kusudi kutamkwa na mwanadamu. 28 sasa najua Mungu utenda kazi na wale wampendao kuwapatia mema siku za mwisho. 31 nini kitatutenga na upendo wa Kristo? Amen. 37 katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Yuko Mungu anakupenda. Amen. Acha wanadamu wakuchukie. Yuko Mungu anayekupenda. Acha wanadamu wakuache. Mungu hajakuacha mpendo. Zaburi ya 94 mstari wa 14. Zaburi ya 94 mstari wa 14. Bwana hamtupi mtu wake mkamilifu. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 31. Bwana hamtupi mtu wake mkamilifu milele. Acha ndugu hata mliozaliwa tumbo moja wakuchukie wakuache. Wanadamu wote wakuache, hata mume akukimbie. Yote inavyotokea yupo Mungu asiyekutupa kwa jina la Yesu. Hata aliyekuzalisha amekuacha yupo Mungu. Hata kama hujaolewa una miaka 40, tulia, mumeo yupo. Usiparamie mzee akitembea kama anacheza step. Tulia. Amen. Unaangaika na mwanaume mzee, tulia, mumeo yupo. Akicheka kama analia. Kwani Bwana asifiwe. Yupo Mungu. Amen. Ngoja nirudi kwenye kitabu chetu cha Ibrania. Basi na sisi pia kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Hii kitabu mwandishi hajulikani. Unanielewa? Kitabu cha Ibrania mwandishi wake hajulikani. Na kwa nini hajulikani? Kanisa lilipita kwenye mateso. Hata ukiingia kanisani changamoto bado ipo. Challenge bado ipo. Amen. Shetani hajazeeka, shetani hajaritaya. Amen. Shetani bado yupo. Haogopi mtoto, haogopi hata kola, haogopi. Kama alimfuata Yesu kwenye Luka sura ya 4 kule nyikani, ataogopa kikola? Hiki si mapambo tu, shetani haogopi. Ataogopa epo la upako. Ataogopa mafuta ya upako, utakunywa mafuta mpaka uharishe, shetani yupo. Amen. Shetani haogopi mtu. Anamuogopa mtu mwenye Yesu tu peke yake. Yesu. Amen. Kanisa lilipita kwenye changamoto, kwenye mateso, na mateso ndio maisha. Wewe kama hutaki mateso, kufa tu, mateso yanaisha. Kama uko duniani ndio maana ukizaliwa unalia. Hata kama kibiolojia lazima ulie. Ukichelewa kupiga maneso wanakukulia, maneso wanakupiga mpaka ulie. Wanaokupokea wanapiga vigelegele. Wewe unalia. Ukiondoka duniani unanyamaza, umekufa, wanalia wao. Mnabadilishana. Amen. Waliokupokea kwa vigelegele watalia wao siku moja. Hii ndio dunia. Amen. Biblia inaandika kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9. Analiandikia kanisa la Efeso lenye roho tatu: roho ya uzinzi, uchawi na kumwabudu mwanadamu. Katika Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 19, 35, 38, roho tatu. Kanisa la Efeso, kanisa lenye shughuli nyingi, halina muda kukaa kanisani, wako busy. Amen. Kwenye Ufunuo 2:9 analiandikia, naijua dhiki yako na tabu yako, wewe umaskini utajiri. Mungu anajua mateso unayopitia. Wanadamu hawajui, yuko Mungu peke yake anajua. Anajua unapitia mateso gani kwenye ndoa yako. Amen. Anajua unapita mateso gani kwenye kazi, kule unakotumika. Yuko Mungu anajua. Anajua unapita mateso gani kwenye magonjwa. Acha Mungu ajue. Hata kama wanadamu hawataki kujua, yupo Mungu anajua. Amen. Bwana asifiwe. Acha Mungu anakujua. Mungu anajua. Na mwambie jirani yako, Mungu anajua. Changamoto yako, mateso yako, Mungu anajua. Anaandika kwenye Wakorintho wa 2 sura ya 1 mstari wa 4.
Yeye atufarikie katika dhiki zetu zote, na sisi tuwafariji wengine wanaopita kwenye dhiki kama sisi. Unahitaji wanadamu wa kufariji, hakuna anayekufariji, yuko Mungu atakufariji. Amen. Anaandika kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17, dhiki yetu ni nyepesi na ya kitambo. Hiyo changamoto, hiyo dhiki ni ya muda mfupi tu, Mungu ataiondoa kwa jina la Yesu. Huo uvimbe Mungu atauondoa kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa Mungu atayaondoa kwa jina la Yesu. Hayo mateso ni ya muda. Amen. Haleluya. Anaandika Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3. Mtu yoyote asinifadhaishe. Kuna watu wengine kazi yao kufadhaisha, wakikuona tu pole, hana msaada wote, pole. Akikuona mara ya kwanza, mbona umekonda? Rafiki anapima watu. Toka hapa. Usinifadhaishe. Amen. Usijitie unyonge. Amen. Nasonga mbele. Kanisa hili mwandishi alijificha. Walisingiziwa wameuchoma moto mji wa Rumi. Ikaonekana kama Ukristo ni dini inayopingana na serikali ya Kirumi. Wakasingiziwa. Inawezekana umesingiziwa mambo mengi, tulia. Amen. Usipate shida, yupo Mungu. Usipambane na wanadamu, mtazame Mungu. Amen. Hawa Wakristo wa kule Rumi wakajuta kuwa Wakristo. Kuna watu wanajuta hata kusali kwenye kanisa. Kuna watu wanajuta kwa ajili ya ndoa. Kuna watu wanajuta kwa ajili ya ibada. Anakuja ibadani hivyo hivyo kama mbuzi anapelekwa machinjioni. Hana raha, usijute. Amen. Ndio maana ukishapiga makofi, anapiga makofi kama ameruhusiwa prison. Bwana asifiwe. Utapiga ameruhusiwa hospitali, discharge. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwandishi anaandika kuwatia moyo. Anaandika kuwatia nguvu kama bado Mungu yupo. Pamoja na mateso yote Mungu bado yupo. Yupo upande wao. Amen. Na ndio maana kwenye Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 anawaambia neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania sura ya 10 mstari wa 25, wala msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali mtiane moyo. Waebrania 10:25. Waebrania 11:6 anasema pasipo imani hakuna kumpendeza nani? Mungu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19, basi kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Amen. Sura ya 10 mstari wa 19. Waebrania sura ya 10 mstari wa 35, wala msiutupe ujasiri wenu. Kuna watu majasiri kweli wamekata tamaa kabisa ndani ya kanisa leo. Bwana akuvike ujasiri katika jina la Yesu. Vaa ujasiri. Amen. Haleluya. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 anasema sisi hatupo miongoni mwa hawa wasitao. Tupo miongoni mwa hao wenye imani ya kuokoa roho zetu kama miili yetu inaharibika. Hata kama macho ya damu na nyama hayaoni ushindi, yupo Mungu atatutetea. Alitetee kanisa hili kwa jina la Yesu. Akutetee kwenye safari ya maisha kwa jina la Yesu. Amen. Anasema tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Pamoja na wachawi wapo, watu wabaya wapo wamekuzunguka, roho ya magonjwa imekuzunguka, mateso ya kila namna yapo juu yako, maneno mabaya ya kusingiziwa, lipo wingu la Mungu. Bado uwepo wa Mungu upo. Haujakuacha kwa jina la Yesu. Bado uwepo wa Mungu unatembea nawe. Lipo wingu la Mungu juu yako. Pokea uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu. Tunakataa uwepo wa shetani juu yako, uwepo wa wachawi juu yako na magonjwa. Tunatangaza uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tengeneza uwepo wa Mungu hata nyumbani. Amen. Hata toilet kule, restroom, tengeneza uwepo wa Mungu popote ulipo. Ikiwa kazini, tengeneza uwepo wa Mungu. Usiruhusu uwepo wa Mungu uondoke ndani yako. Amen. Tengeneza uwepo wa Mungu juu yako. Wingu la Mungu. Amen. Tumezunguka na wingu la mashahidi na mashahidi ni malaika. Bado malaika wako pamoja nawe mpendwa. Malaika wa Mungu wa ulinzi wako pamoja nawe. Malaika wa ujumbe wako pamoja nawe. Amen. Akina Mikaeli wako pamoja nawe kwa jina la Yesu. Akina Danieli wako pamoja nawe kwa jina la Yesu. Malaika wa vita wako pamoja nawe. Acha wanadamu wafanye vita. Acha wachawi wafanye vita. Bwana atakupigania hiyo vita kwa jina la Yesu. Bado wapo malaika juu yako. Amen. Haleluya.
Haleluya. Unanielewa? Hata kama uwepo wa watu wengine haupo, bado uwepo wa Mungu upo. Haleluya. Bado malaika wako pamoja nawe. Amen. Usijione uko peke yako. Wakati wewe unaona kama uko peke yako, bado malaika wako pamoja nawe. Tumezungukwa na nguvu kubwa la mashahidi, na tuweke kando kila mzigo. Tatizo letu tumebeba mizigo ya watu moyoni. Alafu tunahitaji kukimbia. Sisi imani yetu ni kama mashindano. Hakuna mwanariadha aliyebeba mzigo huko anakimbia. Amen. Una mzigo moyoni. Muulize jirani yako, una mzigo gani? Umebeba mumeo, umebeba mkeo moyoni. Unaingia kwenye maombi, utaweza kuomba. Utaiona sura ya Ananja aliyekukwaza, utaishia kulia. Unasema upako, kumbe unaona sura ya Ananja. Amen. Moyoni mwako kuna mzigo gani? Muulize jirani yako, una mzigo gani moyoni? Amen. Umembeba nani moyoni? Watu wengi wanalia kanisani, sio upako, wamebeba mtu moyoni. Ukifumba macho unaliona sura la Ananja. Unaanza kulia. Upako sio upako, umebeba mtu. Amen. Na huwezi kupiga hatua kama umebeba mtu. Weka pembeni hao wanadamu. Weka pembeni huyo mtu kwa jina la Yesu. Songa mbele na Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi. Kuna watu dhambi zao za haraka mno. Anakasirika kila wakati. Nafikia na mashindano ukasirika. Hata usingizini amekasirika. Msimwamshe huyo amelala. Amen. Saa zote uko serious. Anatisha watu, anazeeka mapema. Kuna mtu ukimsema kidogo kanisani, haji tena kanisani. Ukimwambia ukweli analia. Huyo ana vidhambi vidogo vidogo. Hata kwaya mpaka wambembeleze. Sijimi. No. Usipoimba wewe mawe yataimba. Amen. Mungu atamsha mawe yaimbe kwa jina la Yesu. Amen. Dhambi gani inakufuata kwa haraka? Weka kando hiyo dhambi kwa jina la Yesu. Dhambi ya ulevi weka kando kwa jina la Yesu. Dhambi ya wanawake wengine weka kando kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Dhambi ya kutaka divorce. Unaenda wapi umri huo? Miaka 50 unataka kuachana, uende wapi? Maparachichi yote yameanguka kifuani, unaenda wapi? Avocado imeanguka, unaenda wapi? Amen. Na tuweke dhambi tuzio na tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyoko mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Imani yetu haijaanzishwa na kanisa, imani yetu haijaanzishwa na mchungaji, imani yetu haijaanzishwa na nabii wala mtume. Imani yetu imeanzishwa na Yesu. Mtazame Yesu. Ukiwatazama wanadamu, ukitazama dini na madhehebu utakata tamaa. Mtazame Yesu. Amen. Ukitazama watu utakata tamaa. Mtazame Yesu alianzisha imani yako. Songa mbele na Yesu. Amen. Usikate tamaa kwa jina la Yesu. Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Wala msije mkachoka mkazimia. Kuna watu wamechoka. Muulize jirani yako, umechoka na nini? Jambo gani limekuchosha? Amen. Wengine wamechoka kutumika. Sasa ukiacha kutumika sio utakufa na njaa. Amen. Wengine wamechoka na ndoa. Tungetangaza hapa jamani, kanisa limeruhusu kuachana divorce. Wanaotaka waje mbele wanyoshe vidole. Wengine wangenyosha mkono na miguu wangekuja hivi. Wamechoka. Wengine wamechoka kuimba kwaya. Umechoka na nini? Wengine wamechoka na magonjwa. Yuko Yesu kwa jina la Yesu. Wengine wamechoka kusoma. Amen. Hakuna kuchoka mtu hapa. Hachoki mtu. Bwana akutie nguvu kwa jina la Yesu. Tunasonga mbele, pokea nguvu za Yesu. Amen. Hatuchoki katikati ya wachawi, hatuchoki. Amen. Zaburi ya